So jamani, tunaingia kwenye kile ambacho kimetuleta leo. Mwalimu, ulinitumia moja ya kikaratasi cha mada fulani kinachogusa ishu ya ajira na kujiajiri, na ni mada ambayo nikaiona, nimeifikiria muda mrefu sana, ishu ya kuajiri na kujiajiri. Na kwanza inaanza na mimi mwenyewe. Ndio. Ni mwaka 2020 nilikuwa nimepanga nitaacha kazi kwa sababu nilikuwa nataka, ni miaka 5 ilikuwa imetimia tangu 2015 nilipojiunga na East Africa. Ndio. Ikawa imetokea COVID-19, sikuweza kuacha kwa sababu ya mazingira ya ofisi na mazingira yangu mwenyewe. So 2021 ndio nikaacha kazi rasmi. Nilikuwa ni mtu ambaye niliingia East Africa wakati nikiwa tayari nafanya kazi na idhaa ya Kiswahili ya Radio Tehran. Kwa hiyo nilikuwa sijaajiriwa, lakini nafanya kama deals zinazoniingizia pesa kuliko nilikuwa nalipwa wakati naingia East Africa. Ndio. So nikajifunza kuhusiana na kujiajiri na kuajiriwa, kwamba kuna wakati unaweza ukawa hujajiajiri, unahitaji kujifunza zaidi, experience. Huwezi kuipata experience nje ya ajira. Ndiyo. So nikaingia kwenye ajira. Nilipopata experience nikaondoka 2021 nje ya ajira kutaka nishughulike na madini.com. Nikajifunza pia kwamba no, it's not about kutaka. Kuna nidhamu ambayo inabidi uwe nayo ukiwa nje ya ajira. Ndiyo. Kwa hiyo kujiajiri pia ni uwezo, sio kitu tu unacho kwa sababu either umechoka ajira au umekosa ajira au labda una mtaji wa kuanzisha kitu. Ni kitu ambacho nilivyokuletea ili nini ambacho umetafakari so far? Ujue iwe kujiajiri, iwe kuajiriwa, zote ni ajira. Okay. Yaani iwe kujiajiri, iwe kuajiriwa, zote ni ajira. Sema tofauti ni kwamba hii unajiongoza na hii unaongozwa. Basi, yani unafuata vision ya mtu, hii nyingine unafuata vision ya kwako. Nyingine unaweza kuajiri uwezo wako wote, sehemu nyingine unaajiri kinachohitajiwa tu. Okay, fafanua. Yani kwenye kumtumikia mtu hauwezi kuweka potential yako yote pale. Anachukua kile ambacho yeye anakihitaji kwako, basi. Lakini kwako unaweka chote ulicho nacho. Ndio maana kuna watu wameajiriwa, wanang'ang'ana kuweka uwezo wao wote, wanatengeneza matatizo kwenye ajira zao. Kwa sababu mtu tayari ana vision yake. Hahitaji kila kitu kutoka kwako. Ndio maana na maono na maelekezo na taratibu zake ambazo wewe hutakiwi kuzikiuka. Usiweke mambo yako kwenye ajira ya mtu, ni makosa. Wow. Ukiajiriwa unaelekezwa cha kufanya. Unaambiwa tunahitaji hiki, usiweke unachotaka, naweka unachotakiwa kuweka. Hayo ni maono ya mtu. Unamaanisha watu wasijitume kwenye ajira? Sasa ukijituma kwa kufanya ambacho hujaelekezwa, ambacho hakihitajiki kwenye kampuni, unafukuzwa kazi hata kama ulichofanya ni kizuri. Yeah. Lazima uweke tu kile ambacho kinatakiwa. Ni kwenye kazi yako mwenyewe, hapo ndio unaweza kuweka chochote. Tena sasa, kwenye kujiajiri ndio unatumika zaidi kuliko kwenye kuajiriwa. Ajiriwa saa 9 baada ya kazi unaenda kupumzika. Na ulituambia hapa kwamba ulikataga ajira kwa sababu ulikuta ndugu zako wote wameajiriwa. Niliona kwamba tutaishi maisha yanayofanana, tutapata matatizo yanayofanana, tutapata furaha zinazofanana, tutapata hatima zinazofanana, na hakuna sababu. Lazima kuwe na watu wanaojaribu mambo mapya kwenye kila community. Otherwise mtakuwa na shida na raha zinazofanana. Ambayo haitakiwi. Haitakiwi. Lazima kuwe na wabomoa njia. Lazima kuwe na grader. Sinaelewa, linalima njia hata kama haliruhusiwi kuikanyaga wakati ninarudi. Grader linatengeneza njia ambayo halikanyagi, likitaka kurudi linabebwa. Lakini limelima njia kwa ajili ya wengine. Usipende kuanza kuentertain watu na kuwahurumia kabla ya uwezo. Unapopanda juu, mtu akikushika mguu upande, mkanyaga adondoke, panda, alafu chumie matunda udondoshe yale. Wengi huwa wanapanda juu, wanashika mguu, analalamika huko, anashuka na huyo. Na wanaokushika ni watu wanaokupenda. Ndio maana yake. Wewe kanyaga adondoke.
Fika juu, mchumie matunda alafu mtondoshie chini. Atasahau uchungu wote wa kumkanyaga. Kuna anayesema mpaka yasipomkuta matunda. Sawa, watakutwa wengine. Kwani lazima umhudumie huyo? Kinachotakiwa ni kutengeneza mlango. Familia, kila familia, kila ukoo uwe na mlango. Uwe na vision, uwe na business ya ukoo. Hata kama mna wasomi kiasi gani, kama hamna biashara ya familia na ukoo, hamna mtakachoendelea kufanya. Maisha ni biashara. Chochote anachofanya mtu ni business, hakuna kisicho biashara. Hata Mungu anafanya biashara na wanadamu. Ndio maana wanaomtumikia wanakula sadaka. Ukila sadaka bila kumtumikia Mungu ni wizi. Okay. Lazima ufanye. Maisha haya ni biashara, kaka Grayson. Bila biashara huishi. Mtu yoyote asiyefanya biashara hana haja ya kuishi. Na tunaposema biashara tumaanishi biashara ya pesa tu. Kuna transactions nyingi baina ya binadamu, right? Alafu kuna kosa hilo watu wanafanya. Biashara za kubeti sio mbaya, lakini biashara kubadilishana pesa kwa pesa haileti uchumi. Okay. Haizalishi uchumi. Haikuzi uchumi. Hebu ifafanue. Unajua watu wengi naonaga wanadisi hiki kitu kwa engo lakini ya kimaadili, which hizo ni uchumi wa kumpatia mtu hela cash, sio uchumi wa uzalishaji ambao ndio unaleta maendeleo. Okay. Yaani wewe unabahatika kwenye kubeti unapata mabilioni na kana hela zako. Umezalisha nini ambacho wengine kimewanufaisha? Okay, labda nasema uchumi ni kugusa maisha ya wengine. Labda mshindi anaenda kuzitumia na jamii. Sawa, kutumia bidhaa ambazo zimetengenezwa na mwingine. Ukicheza wewe kabeti ukapata mabilioni ya kununua tani 200,000, uzalishaji wa mahindi unaongezeka? Unajua labda ukalime mahindi. Kwa mfano ndo huu. Sio kubadilishana pesa. Hizi ni biashara ambazo nchi zetu zilizoendelea ambazo zina njia ngumu za uchumi. Unajua mifumo yetu zina njia ngumu sana ya mtu kujipatia maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo yanakuja haya makampuni na namna rahisi ya kufanya vijana watulie, wajipatie angalau nafuu. Lakini haviongezi nguvu kwenye uzalishaji wa kiuchumi wa kutengeneza na kuzalisha vitu. Kwa hiyo sasa vijana wana shida, anamaliza chuo, hana mwelekeo, haoni cha kufanya. Walau akibeti anaweza kujipatia 200,000-3. Huwezi kumtoa huko, lakini haongezi kitu kwenye safari ya gurudumu la uchumi. Na umetrigger pia hoja nyingine hapo kwamba kumbe issue ya kujiajiri pia tunayozungumza kwa level ya taifa sio tu kuhusiana na vijana kujiajiri na kupata pesa kama ambavyo kampeni nyingi zinafanyika, ila kujiajiri na hiyo kujiajiri kwako kuzalisha faida kwa jamii. Ndio hatuwezi kuishi kwa kutafuta fedha tu. Kwanza fedha haitafutwi. Fedha inawatafuta waliofanikiwa. Na ulituambia. Fedha inategwa. Fedha haikimbizwi, unanielewa? Kwa hiyo hatuwezi kuwa na watu wanaokimbiza fedha. Unazikimbizaje sasa? Yaani hizi mindset za namna hiyo ndio zinatugharimu. Hivi ukiendelea kufanya kazi yako hii vizuri, ukagusa watu, unafikiri fedha haitakuja? Yeah, naziona. Hata kwenye ulimwengu usioonekana. Hakuna yani mimi naamini, unajua ni kwa sababu namna ambavyo watu tunachukulia haya maisha sielewi. Kwanza technology inatuletea athari. Technology inatuathiri kwa maana kwamba speed kwenye kila kitu. Akili zinatamani kila kitu kiende kwa speed. Kwa sababu ya mindset inayosetiwa na technology. Lakini nature haitaki hivyo. Kwa hiyo kuna conflict ya nature na science ya teknolojia. Kwa mwanadamu mmoja. Ubongo wa mtu huyu unagombana na nature kwa sababu ya technology. Maisha hayataki haraka. Hivi sisi kwa mfano nikikwambia mimi nimeanza kuongea vitu hivi miaka mingapi imepita? Wewe unafikiria tu anaongea mtu anafurahi kwamba anaongea vizuri. Nadhani uzuri huo umetengenezwa kwa muda gani? Muda mrefu sana. Yaani hakuna kizuri. Hebu nikupe mfano. Mti wa mninga wenye umri wa miaka 50 hauchani hata mbao. Ni mdogo. Yeah. Lakini ubao wake hauliwi hata na mdudu. Mti wa umri wa miaka 200 ubao wake hauliwi hata na mdudu. Chochote kilicho bora kinatengenezwa taratibu kwa muda. Okay, so tunahitaji nini? Mindset ya aina gani tunahitaji kwenye level ya saikolojia na malezi kutengeneza mtu ambaye anaweza kujiajiri? Kwa sababu tumeona ajira zinazidi kupungua na AI inaingia, haiongezi ajira, inapunguza ajira. Mimi sijui kama akili yangu inawaza opposite, lakini ninachosema
Ajira haziongezwi wala kupunguzwa, zipo tu. Okay. Zipo tu. Hata AI ije. Unanielewa? Hata AI ije bado haiwezi kumreplace mwanadamu. Okay. Nimependa hiyo. AI ikija, hakuna AI itakayoongeza mawazo yangu. Inaweza ikaniiga mimi ninavyosema, lakini haiwezi kuongeza mawazo yangu. Ni vile wanadamu tunaogopa. Ni vile sisi tunaletewa kutumia. Wale wanaotengeneza ndio wako nje ya hayo mambo. Sisi tunaotumia ndio tunachomekwa huko ndani. Kwa hiyo hatufurukuti. Unahisi tumechelewa kuiandaa jamii yetu kwa hii kitu, na tunaweza tukaanzia wapi? Daima huwa tunachelewa. Hata simu tulichelewa. Kwa sababu ni vitu vya kukopi kwa wenzetu. Daima tunachelewa. Yaani hivi ni vitu vinakuja kama watu hawajaandaliwa, vitaumiza watu. Lazima watu waandaliwe, watake wasitake. Lazima watu waandaliwe. Unapoongelea habari ya kujiajiri na kujiajiri na kuajiriwa, mambo ni yale yale tu. Tofauti ni namna tu tunavyo-operate. Unaweza kuajiriwa na AI hiyo hiyo, ama unaweza kujiajiri AI. Kwa sababu wewe bado ni mwanadamu. Shida ni kwamba wanadamu wengi wako kwenye mstari wa kawaida. Nikikusikiliza ni kama unaona kwamba jinsi tunavyo-praise AI ni kama tunaipa nguvu ambao binadamu anayo kubwa zaidi. Bado haiwezi kuwa mwanadamu. Okay. Bado inaweza kufanya vitu vya ufanisi na speed kuliko wewe, vile ambavyo vimezoeleka na vimetengenezwa na watu. AI inatengeneza tu kila ambacho wanadamu wanakifanya kwenye hii dunia. Inaweza kuongeza speed ama kupunguza, kuongeza ubora ama kupunguza, lakini haiwezi kufanya ambacho hakijawahi kuexist. Ukikusanya akili ya wanadamu, wewe fikiria, ukakusanya ubongo wa Afrika wote bara zima ukauweka hapo. Halafu ukakusanya ubongo wa watu wa Asia wote ukauweka hapo. Ukakusanya ubongo wa watu wa Amerika wote ukaweka hapo. Ukiambiwa ukanunue ubongo, utanunua ubongo wa nchi gani? Asia. Unaona? Mimi nitanunua ubongo wa mtu wa Afrika. Okay. Ubongo wa bara la Afrika ni ubongo ambao kwa sehemu kubwa haujatumika. Kwa hiyo utaninufaisha zaidi. Yaani unajua hivi vitu vyote hivi unasikia AI na nini vyote viko. Sio wanadamu. Ila vitatufunika kwa sababu tuko kwenye mstari wa kawaida. Yaani wengi tuko kwenye kawaida na kurudi chini. Nawaza labda sio kila mtu ana uwezo fulani, kwa mfano issue ya kujiajiri. Labda sio kila mtu ana uwezo wa kuajiriwa. Huo ni ukweli na sio uwezo wa kuajiriwa tu. Mtu yoyote ambaye hajaumbwa kuwa chini ya mtu hawezi kumaliza form 4 kama hajajitambua. Okay. Wewe kama unaona umeajiriwa ni msumbufu kazini kuliko kila siku kesi. Kila siku unafanya mambo yako kuliko alivyokuelekeza mwajiri wako. Achana na hiyo kazi. Mimi kwa mfano nalala asubuhi, halafu na asubuhi nikienda kazini nakuta mstari mwekundu. Lakini nikiingia kazini nafanya mpaka saa 6 usiku. Ambapo taratibu za kazi ni saa 9 ndio mwisho, ndio sheria. Huo muda mwingi nao utumia ni wa kujitolea huko kwenye sheria. Wakati mimi nafanya kazi usinifuate asubuhi. Ila uniache mpaka saa 6 usiku na kupigia kazi yako. Sasa sheria inanikatalia kwenye haki ya mtumishi bora. Kwa hiyo mimi lazima ugundue, ukiona na matatizo ya aina hiyo, you are not born. Yaani haujaumbwa kwa ajili ya kutumika chini ya maelekezo ya mtu. Tai. Unanisikia? Tai. Ndege anaitwa tai. Hawezi kuwa controlled na kunguru. Wataruka mita kadhaa waseme this is the maximum. Wakati yeye ndio ameanza kuona. Ukiwa kwenye kampuni ya mtu, halafu wewe unaona zaidi ya mkurugenzi wako, lazima ufukuzwe kazi. Ukiwa kwenye shirika la serikali, halafu unaona zaidi ya mkurugenzi wako, utahamishiwa polini kuliko. Hivi ni makosa ya mfumo ama ndio mfumo ulivyo? Ni makosa ya kimfumo. Kwa sababu mifumo ni tabia za watu. Okay. Kuna watu wengi sana wameumizwa kwa sababu wameng'ang'ana tu, anaona hawezi kuishi bila hicho kitu. Anapigwa, anazungushwa, anapelekwa huku, anahamishwa huku. Hajui kama amemisfit kwa sababu yeye ni bora kuliko walioko hapo.